Ipoko ninakujia kwa jina la Bwana kuhusiana na maneno haya ambayo umeongea. Nacho hoji ni kwamba hivi ungekuwa ni wewe sasa, mke wako ametekwa, mtoto wako ametekwa, ndugu yako ametekwa, hivi ungepata wapi ujasiri wa kuongea maneno ya uzi kama haya ambayo umemshambulia huyu askofu wa kanisa la Katoliki ambaye amepiga kelele kwa habari ya Tundu Lissu kukamatwa bila kosa lake kujulikana? Umesema kwamba eti askofu na shangaa wakati wa Pasaka ipaswa ahubiri habari za Yesu kufufuka na watu tuijue Injili, watu waende mbinguni. Ile na shangaa amesimama anahubiri habari za siasa. Nafikiri mmemsikia baba askofu anaitaka serikali sasa, anasema imwachie Tundu Lissu, anaiamuru mahakama, askofu wa Katoliki huyu, imwachie Tundu Lissu haraka sana bila masharti yoyote. Huyu ni askofu, ndugu zangu wa Tanzania. Huyu ni askofu, ndugu zangu wa Tanzania. Sasa hebu tuchukulie askofu kasema hivyo, alafu asimame na shehe. Nisikilizeni kwa makini wa Tanzania wenye akili timamu. Tusije tukaiweka rehani hii nchi kwa ushabiki wa vyama vyetu. Kwa sababu nilitegemea Pasaka ya leo maaskofu na mapadre waeleze kifo cha Yesu msalabani kinaleta ukombozi gani kwa wanadamu. Watueleze nini maana ya Pasaka. Watueleze tutaisherekeaje Pasaka na kufa kwa Yesu Kristo ambaye kwa imani ya Kikatoliki ni mwana wa Mungu, mwana aliye hai. Nilitegemea hivyo. Lakini nashangaa sikukuu ya leo Pasaka yote imewekwa pembeni. Kilichokuwa kinazungumzwa ni maneno ya kisiasa. Ni maneno ya kisiasa. Nachohoji ni kwamba hivi sasa ungekuwa ni wewe umetekwa au ndugu yako, mke wako, mtoto wako, hivi ungepata wapi ujasiri wa kuongea maneno ya upuuzi kama haya? Au pengine ungepata watu ujasiri wa wewe ukasimama msikitini kwako ukabaki unasema tu habari za Muhammad au Waislamu wa zamani ambao wameshakufa? Wewe najua kwamba uwe ni unafiki. Shehe Mwaipoko kwa hamu uwe ni unafiki, na unafiki una mwisho wake. Unafiki una mwisho wake. Lakini maana ya dini kabisa, kuwa mwanadini au kuitwa mhubiri kama ni shehe au kama ni Kristo, ni kwamba ni kuwa na huruma dhidi ya watu wanaolewa. Sasa sikia, askofu huyu ametimiza wajibu wa mhubiri, maana Kristo aliishi maisha ya kuonea watu huruma, kuwatetea watu. Lakini mbili, fahamu, uhubiri sio njia ya kubaki na uhubiri maneno au stori za Biblia za watu ambao hawapo. Uhubiri ni kuhubiri habari ya mambo yanayoendelea kwenye jamii yako. Sikia andiko hili, maana ya dini ni hii hapa sasa. Sikia Yohana sura 3 mstari wa 16. Sikia, katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Hili ni agizo ambalo Kristo amelitoa, kwamba Yesu aliutoa uhai kwa ajili yangu mimi ambaye nimemwamini. Hivyo na mimi ametaka niwe radhi kuutoa uhai wangu kwa ajili ya watu wanaonewa. Katika hali ya kawaida, nani anaharibu amani? Anayetumia nguvu na kusitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema jamani, turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi, kwani mfumo wa sasa hauwezi kutupatia viongozi wa haki na kweli. Kwa maana hiyo, wote waliokamatwa kwa kudai haki, wakiwemo viongozi wa vyama vya kisiasa, waachiwe haraka na bila masharti, na wengine wasikamatwe kwa ajili ya watu ambao wanateswa kwa namna moja au nyingine. Lakini fahamu maana ya dini. Hata Uislamu nafahamu, Uislamu sio uliopo leo. Huu ni upandikizi wa shetani, kwa sababu najua
Kwa namna moja au nyingine, wewe ni shehe, umesimama nyuma mamlaka, unasifia yani mamlaka na uozo wote huu unaoendelea. Wewe unaona mamlaka hii iko sawa sawa, unasifia kwa namna moja au nyingine. Lakini fahamu unafiki una mwisho wake brother. Unafiki una mwisho wake. Nafahamu pengine unatafuta ulaji au pesa, lakini itakufaidia nini ukapata pesa ukasifiwa na serikali hii iliyopo leo, ambapo ukapoteza roho za watu, ukatoka nje ya msingi wa utu wako ambao ilikuwa ni kuonea watu huruma. Kama wewe ni mkuu wa dini, lipaswa uwatetee watu wako. Kwa mfano pengine msikitini kwako, pengine kuna mtu pale ametekwa, hivi utabaki kwa unahubiri habari za Muhammad au Uislamu wa zamani kule, ukahata kumtetea wewe utakuwa ni uenda wazimu, ni unafiki. Fikiria Yakobo, waraka Yakobo sura ya 1 mstari wa 27. Hii ndio maana ya dini. Hii ndio maana ya dini. Sikia, najua hata Waislamu ili andiko mtajikubali. Sikia, nasema kwamba dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawa. Kwenda kuwatazama yatima wajane katika dhiki yao. Dini ni kuwa radhi kuwatetea watu, kuwahurumia watu wengine wanaoonewa, sio kubaki unasifia eti kwamba unapomtetea mtu moja wazi wazi eti kwamba ni siasa. Hapana, najua kweli nimefundishwa vibaya. Hiyo ni tafsiri mbovu ya kishetani. Yani leo kugusa maovu ya serikali kwamba hapa mmekosea ni kuhubiri siasa, lakini inapotokea kwamba pengine mvua hazinyeshi, serikali hao wanaitwa watumishi wa Mungu kama mtuombe. Jamani, watumishi wa Mungu mtuombe. Leo yapofika hatua ya kwamba wahubiri au watu wa Mungu wakemee uovu wanaofanya ama watu wa serikali, inakuwa ni siasa. Acheni kuchezea akili bwana, acheni kukuchezea akili. Usilopenda kutendewa usitendee mwingine. Sema ipopo wewe ni mnafiki, umeuwakilisha vibaya Uislamu, ijapo nafahamu Uislamu wote hauko hivyo. Kuwa mhubiri, kuwa na huruma. Sikia Luka sura ya 6 mstari wa 36, kwa kwamba basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Kumcha Mungu ni kuwa na huruma. Mungu ana huruma zidi ya watu wanaoonewa. Sikia pia Isaya sura ya 1 mstari wa 16, Isaya 1:16, kwamba jiosheni, jitakaseni, ondoweni uovu wa matendo yenu, usiwe mbele ya macho yangu, acheni kutenda mabaya. 17, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Tundu Lissu hapa ameonekwa, amekamatwa kwa damu na kosa lake halijulikani. Sasa askofu kusimama na kumtetea Tundu Lissu sio siasa. Huo ndo ucha Mungu, huo ndo utu, ndo maana maisha. Sio kusifia kwa kila kitu. Kumcha Mungu, kuita mhubiri ni kuhubiri na mambo ambayo yanaendelea kwenye jamii yako, ambayo hayako sawa. Sio kuhubiri habari za Yesu alikufada, mitume si Elia alishusha moto. Aya, kwenye jamii yako kuna watu wanaonewa. Sasa si watetee, sasa ongea, watetee, usaidie. Nafikiri mmemsikia baba askofu anaitaka serikali sasa, anasema imwachie Tundu Lissu, sababu nilitegemea Pasaka ya leo maaskofu na mapadre waeleze kifo cha Yesu msalabani kinaleta ukombozi gani kwa wanadamu. Watueleze nini maana ya Pasaka. Watueleze tutaisherekeaje Pasaka na kufa kwa Yesu Kristo, ambaye kwa imani ya Kikatoliki ni mwana wa Mungu, mwana aliye hai. Nilitegemea hivyo. Lakini nashangaa sikukuu ya leo Pasaka yote imewekwa pembeni. Kilichokuwa kinazungumzwa ni maneno ya kisiasa. Wewe Shema Ipopo umeuwakilisha vibaya Uislamu, ijapo nafahamu Uislamu wote hauko hivyo. Misali 31 mstari wa 8, sawa kwamba Misali 31 mstari wa 8 anasema kwamba fumbua kinywa chako kwa ajili yake aliye bubu, uwatetee watu wote walioachwa peke yao. Fumbua kinywa chako, uhukumu kwa haki, wapatie maskini na wahitaji haki yao. Fumbua kinywa chako, ongea. Ayubu 29 mstari wa 10 na ngapi? 16. Ayubu 29 mstari wa 16, sawa kwamba nalikuwa baba ukamhitaji, na dawa ya mtu nisiyemjua nalichunguza, na dawa
Maanake na kesi ya mtu ambaye nisiyemjua na aliichunguza. Hii ndio maana ya uhubiri. Uhubiri ni kuwa na huruma zidi ya watu wanaonewa. Tundu Lissu amekamata mpaka leo haijulikani yuko wapi, anaendeleaje. Sasa kwa kosa lipi ambalo amelifanya? Napi nasema Tundu Lissu, serikali mwachie, amekosea nini? Pengine mweke wazi kosa lake, au pengine kosa lake ni kukemea ubaya, maoneza baya yanaendelea kwenye jamii. Sasa uhubiri ndio huu, sio kusema unahubiri habari za Muhammad Uishampa zamani, si hivi. Uwe ni unafiki. Cheri Mwaipopo, wewe ni unafiki. Nafahamu mwisho wa ubaya ni aibu na iko hukumu ya Mungu. Mfahamu kwamba taifa hili na nchi hii Mungu ataikumbuka. Wahubiri wote, mashehe wote ambao mlisimama nyuma ya mamlaka hii ya kishetani kusifia kila kitu, mfahamu iko saa Mungu ataikumbuka nchi hii. Nawaambia kwamba mtanywea maji kwenye karai, mtatoa hesabu ya unafiki yote, ya tamaa zote, sababu ya kupenda fedha. Mmekuwa lazi kusimama kutetea kusifia kila kitu, ili hali matozi na damu za watu zimeondoka sana kwa sababu ya utawala huu. Lakini nyie mnatifia kila sababu ya fedha, ili mpate fedha au msifie. Lakini iko hukumu ya Mungu. Sema ipopo, iko hukumu ya Mungu na mwisho kwa ubaya ni aibu. Hii ndio maana ya neno Maranatha.